Kwa majina yangu naitwa Paul Maleve. Mimi ni chairman wa branch executive committee Changamwe branch. Na leo tunapokea party leader Stephen Kalonzo Musyoka kutoka Nairobi, Mombasa. Na Mombasa atafika Militini, hiyo ni Njomvu constituency, na ataingia Changamwe saa 9:30 na aende Kisauni. Stopover yetu itakuwa Changamwe Shell alikuwa flyover. Kila mmoja amealikwa kuwa mahali pale, Stephen Kalonzo Musyoka na viongozi wote ambapo watakuwa nao wako na Kachagwa, Matiang'i, Kijana Wamalwa na Tembea, na wale viongozi wengine watakuwa nao. Ni wengi, watakuwa msururu. Ninafikiri Karua atakuwa hapo na wote tunaalikwa kuwa mahali pale. Hii ni mara ya pili Kalonzo akiwa hapa. Last 2 weeks alikuwa hapa na tulikuwa naye katika White Sand. Alikuwa na seminar ilikuwa pale na alihutubia wana Kenya wote kwa jumla, na akafikia kulikuwa na dinner. Alikongamana na viongozi wote wa Mombasa pale Chamiashi, na walikuwa na dinner pale na tukafurahia. Na tukitoka dinner alikutana na watu wa Mombasa, youth leaders ama youth wale wanamsupport Gen Zs pale Njibukana. Na siku hiyo ilikuwa Jumamosi 2 zilizopita. Kwa hivyo leo ni mara nyingine ya pili kwa kumpata, mara ya pili kwa msururu wa kiajabu. Leo yule anataka kujua Kalonzo ni nani, atakutana naye leo pale Changamwe, pale pale Miritini. Ako hapa within, na pale Kisauni ndio atakomea siku ya leo. Je, kama kiongozi wa mashinani wa Wiper, una matarajio gani katika ziara ya leo ya Kalonzo kuja Pwani? Matarajio yetu kama ziara yake sana sana, yeye amekuja kufanya introduction yake. Inakuja tumechange chama yetu kwa jina moja, inaitwa Wiper Patriotic Front, yani WPRPF, Wiper Patriotic Front. Sasa hiyo ni introduction ya chama yake, na ukiangalia kala zina change kidogo, na yeye atakuwa na viongozi wale wako na chama sao, nao watakuwa wanaonekana. Wakati ule mwingine alikuwa hana viongozi wote, ni wakati mwingine alikuwa na Waititu. Umenguzia swala la kubadilishwa kwa chama ama kurebrand. Italeta picha gani tofauti kurebrand? Mnatarajia nini kurebrand, kubadilisha kutoka kwa Wiper Democratic Movement? Mnatarajia nini? Ni nini madhumuni yenu ukibadilisha jina ya chama ama kurebrand? Hata ideas tumepatana na wale viongozi wakaleta new ideas, na ile new ideas na pia Gen Z wakaletwa pamoja, wakawa inclusive kama leaders, ndio inaitwa patriotic, ili waonekane watu tofauti wakiwa wamechanganyikana. Hiyo ni Wiper, na ile Wiper si kama ile tulikuwa nayo. Kuna wale unakuta watu wana idea tofauti na teknolojia inaenda juu. Ile teknolojia imepanda, ndio watu wanazaliwa wakiwa wako na fikra siko. Tuko na Gen Z katika party, tumeiweka party, kuna youth na kuna Gen Z katika party yetu. Katika ziara tofauti za Kalonzo, vijana wa Gen Z, kizazi cha Gen Z amewataja sana. Kuna nini cha kujivunia Gen Z katika chama cha Wiper, ukikumbuka ya kwamba kuna mizozo ndani ya chama? Inasemekana pia viongozi wengine wa Wiper wamepoteza imani yao na chama. Kijana wa Gen Z atajivunia nini? Kulingana na Gen Z, vijana wa Gen Z wamepewa nafasi yao, wawekwe kwa katiba, watupatie maoni, wawe ni viongozi
ambao viongozi wakiwa pamoja na sisi. Viongozi wale wa Gen Z ni wasomi, ni watu wana umri mdogo, wengi ni graduate, wengine wako universities na wengine wametoka university. Ni wale tuseme ni under 30 years. Wale vijana wana maoni makubwa sana, na kulingana na mitandaoni, kwenye mitandao ndio number 1. Hata ukiangalia kwa media, wale vijana wametubamba, wakatuonyesha njia mpya. Ndio sababu tukachange ile maoni yao tukawachukua, ili waweze kuongoza hata hawa. Ukiangalia percentage yetu tumewaweka kama category ya youth, lakini ni Gen Z. Youth anaenda up to 37 to 38, hata wengine wanaenda vote. Lakini wale wa Gen Z ni wale wako shule, ni wale wajafikia mambo mengi, na wao ndio tunataka party leader Kalonzo Musyoka wakishikana leaders wale wengine wawatafutie kazi. Si kuambiwa hakuna kazi, kazi iko, ni ile wajue na waonekane na wanaweza kupamba inji yao. Wanataka kumiliki inji wakiwa na mali kama wale watu wengine walipata mali. Njia zao ni za akili, na wengine wanaocheza na kompyuta. Na ndio tunataka, tunawaombea wale majenzi waendelee kupata maarifa zaidi na zaidi, ili waweze kuinua viongozi wetu ambao wengine wako unlock, wajajua mambo ya mitandao, wako chini sana, na wengine wamepotea kwa sababu wakipanda mti wanapanda mti, lakini wana cross kila mti, wanaenda kukula matunda kila mahali. Lakini Gen Z wanasema tuwe one Kenya, one people. Umetaja kukuwepo na usawa wa Gen Z ama vijana na viongozi wale waliokomaa wenye ni wazee. Gen Z wameteta sana kutegwa, na zile nafasi pengine wangepewa zinapewa wazee. Hiyo ni kweli. Unadhani Wiper itasuluhisha hilo na kuwaweka Gen Z katika kuwapea kipaumbele katika uongozi wao? Hiyo ni kweli kabisa. Wiper itaenda kufikia. Nataka uelewe hivi, wale viongozi wanashikana Kalonzo Musyoka, my party leader. Hawa ni wale viongozi wana maoni ya sawa. Kumbuka party leader Kalonzo Musyoka alitengeneza ile economy, akasema 24 working nation. Na hiyo tuna mtu mmoja anaitwa Matiang'i. Matiang'i aliweka kitu 2016. Alisema hakuna mtu atafanya exam. Hakuna mtoto wa shule atafanya exam. Exam italipiwa na serikali. Na Matiang'i akachukua ile mtindo wa Kalonzo, alisema free education, na yeye akaja kuchukua exam free. Walikuwa na wakati wa Kibaki, Kalonzo alipokuja na Kibaki alifika 2013. Alafu Uhuru akachukua serikali na akaingia na waziri Matiang'i. Matiang'i yuko pale, Kalonzo yuko pale. Ile vision ya 2030 Kibaki alitengeneza, ako na wale viongozi ambao imerimeni Karua, Kalonzo Musyoka na Matiang'i akachukuliwa kama waziri akiwa pale. Ile inaonyesha Matiang'i alifanya kuimplement education free. Saa hii unaona watu candidate saa hii wanalipa mtihani, ambao Matiang'i alipokuwa na nafasi ya waziri by then ndio alitoa hakuna kulipa mtihani. Na mtihani mwaka huu umetangazwa vijana walipe, na ndio hao majenzi. Kwa hiyo majenzi tunawaambia itakuwa exactly vile tunasema, hakuna mtoto atalipa fees kutoka university, kutoka secondary, kila kitu, hata bursary yote itakuwa, pesa yote ya education ni free. Asante sana. Kwa hiyo Kalonzo amekuwa pwani mara kadhaa. Ziara zile zilizotangulia, wakaaji wa pwani wako na nini ya kujivunia? Ni matunda gani ziara zake alizokuwa nazo siku za baadaye zimesaidia nini? Ziara ile Kalonzo amekuja hapa baada ya election ile ya muhimu, alikuja akaingia county. Lakini kwa county yetu unajua vile iko, county zetu siliweka watu, ikaajili watu, ikaweka watu, vijana wa kuingizwa. Na ndio hiyo Kalonzo, nafikiri wakati alikuja Mombasa, mimi naongea kuhusu pwani, kulingana na Mombasa walipokuja, alikutana na kiongozi ama gavana wetu
Sharif Hamad alikutana naye na akaongea kuhusu na akaleta uhusiano mwema, watu wote ambao tunaongea, watu wa pwani, tuwe na kitu kimoja na tuwe na unity, na kiongozi wetu tumjue ni mmoja. Yule aliwekwa mkononi mwake ni Hamad, ili Hamad aweze kuajili watu wengi. Ndio naona watu wamewekwa kazi kwa vijana, na unaona ile inawezekana saa hii. Kalonzo hayuko kwa government, ana fight apate ile nafasi aweze kupatiana ile kwa governor inatakiwa, si ile 15%. Central government itakuwa kwa Kalonzo hayuko, pesa itakuwa kwa governors. Kama county zetu ni 47, county zetu zikiwa 47, tutakuwa na cash flow nyingi kuliko government hiyo iko ya UDA, kwa sababu UDA ina remain kupeana 15%. Lakini Kalonzo anasema lazima iwe more than 50% kwa government. Central itakuwa na pesa kidogo, si mtu anaenda kutafuta pesa central government aende Ikulu akatafuta pesa, na pesa inapaswa kuwa mashinani. Mashinani ni pale pa governor, ni pale pa mbunge, ni pale pa MCA. Hapa Mombasa tunatarajia tuwe na pesa nyingi, kama tulikuwa na 13 bilioni, saa hii tunataka tuwe, Kalonzo akichukua mamlaka, Mombasa tuna expect kuwa tunapata double 45 bilioni. Kila mahali ukienda 45 bilioni, na hiyo itakuwa hesabu inaingiana, na watu wengi wataajiliwa, na watu wengi watapata matenda, na tenda zitalipwa. Si kama vile tunagurumiwa, watu walipwi, watu wengine wanakosa pesa, hata wale wameajiliwa ni shida kwa kaunti zingine. Labda tukimalizia, serikali ya Kenya Kwanza imezindua mipango kama vile kazi mtaani inarudi. Hiyo ni kulingana na makadirio ya bajeti. Kazi mtaani imetengewa, kuna pesa imetengwa na itarudi, ambayo itaajiri vijana wa Gen Z. Je, huoni kama serikali ya Kenya Kwanza imepiga hatua kwa kuwasaidia vijana kama itawaajiri? Je, hii haipei alama Kenya Kwanza? Wanafanya kazi? Mimi nitakataa hiyo. Kulingana na kazi mtaani, si ya kazi ya Gen Z. Kwa Gen Z wamesoma. Nataka watu waelewe. Hao vijana wamesoma. The young graduates wako na cheti zao za kusoma, wako na certificate, wengine wako na degree. Hao ni lazima wawe watu wa kutegemea. Wanategemewa Kenya nzima na ni wasomi, na ndio watasaidia Kenya iweze kuinuka, economy ya nchi ionekane, na ndio tutapata njia nzuri tukikubali hao Gen Z. Na kuambia sisi sote tutaenda vizuri, kwa sababu Gen Z wanadai nchi yao ili waweze kwenda na watu wote. Si mtu amekuwa kwa serikali miaka nenda rudi na yeye anataka kukaa pale akikalia kiti. Ile kiti za nafasi ya uongozi zinakuwa zinazuilia vijana. Nao vijana lazima wachukue ile nafasi na tuwaunge mkono, nao wasukume Kenya mbele wakiwa hakuna corruption. Lakini saa hii nyinyi mnajua nchi yetu iko na corruption sana. Unakuta mtu mmoja ameiba milioni kadhaa na anaachiliwa kwa sababu ni anampigia ndebe serikali. Hiyo haitawezekana, kwa sababu wengi wanapata shida kwa sababu ya corruption. Na mimi naweza kusema hivi, Kalonzo akiingia kwa serikali asibembeleze mtu, hata kama ametoka nyumba ile ya babake mamake ametoka, awe ni mtu Mkenya. Mkenya ni Mkenya kutoka mwisho hadi mwisho, kutoka east kwenda west, kutoka north kwenda south, wote ni wa Kenya. Kenya ni moja, na wana wa Kenya wanataka wawe kitu kimoja, na wawe na mama moja. Mama ni Kenya, baba ni Kenya. Kalonzo ni kiongozi tu, atapewa mamlaka ya kuongoza nchi, awe rais kiongozi, na atakuwa na ile timu yake atakuwa akiongoza nayo. Swali langu la mwisho Bwana Chairman, ningependa tu nikuulize swali la kizushi. Uongozi wa mashinani umepigwa vita sana, umekuwa na watu baadhi wanataka kukuondoa kwenye chama. Je, ipi hatima yako
kwa Wiper? Gani hatima yako kwa Wiper? Ile malumbano iko kwa chama ya Wiper ni malumbano ya blockers, si ya uvisho wa chama, ni blockers. Ni party leader mwenyewe anapaswa kujua ni nani anasimamia chama, kwa sababu mimi na support chama ya Wiper nikiwa uvisho wa chama. Mimi nilikuwa foot runner wa party leader. Foot runner unajua ni yule anakimbia kwa ngari kwa upande bila kuwa position, na nikawa youth leader, na nikawa secretary wa ward, na nikawa secretary wa branch, na ndio nikachaguliwa kuwa chairman wa branch ya Changamwe. Kwa hivyo wale wanang'ang'ania kwa sababu wanaona saa hii Kalonzo ana matumaini ya kuwa rais ili wapate nomination, na wanasapotiwa na wale ingine blockers. Wale wanataka mambloka wako wengi, wanatoka kila mahali. Unakuta mtu ako Nairobi na anasapoti ofisi, mtu ambaye ako na ofisi anasapoti wale wanakuwa na yeye, na wale wanakuwa na party leader wanakuwa na yeye wanamsapoti. Ni wale matapeli wako kila chama, hata ile inaongoza ya serikali iko na matapeli, ile inaitwa UDA kule Jubilee wako na matapeli, wanafanya hivyo. Unakuta mtu anaroka hapa leo, kesho akienda kwa ODM anaona ODM ni nzuri. ODM ni chama, Wiper ni chama na kila kitu. Kila mtu anapaswa kusupport ile chama yake ikiwa moyoni, si kwenda leo unaona matunda iko kule kwa serikali unakimbia kule. Katiba yetu inatupatia nafasi na opposition. Ikwambii uwe na nafasi ya kutukana, inakwambia wewe pinga na madini na agenda za chama. Kwa hivyo chama yetu na chama ile niko inaongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, the party leader. Yeye ataki wale watu wanahangaika huku na huku. Anataka kitu kimoja, ukisapoti chama uwe kwa chama na no more. Asante sana bwana chairman kwa kuwa nasi katika BM Broadcasting Channel News. Kumbuka kulike, kushare. Asanteni sana. Thank you.